Ngoja nikwambie namna bora ambayo itakusaidia kuyaboresha mahusiano yako ili uweze kuboresha afya yako ya akili. Baadhi ya mambo machache ambayo yatakusaidia wewe uliyeko katika mahusiano au ndoa rasmi au isiyo rasmi. Kuna watu wengine wanakuja ofisini kwangu, swala la kwanza wanawauliza, uko kwenye mahusiano? Wananiambia, dokta, ngoja kwanza tukuhadisie, alafu nikuhadisie, alafu wewe ndio utaniambia niko kwenye mahusiano. Yaani anakueleza, alafu mwisho wa siku anakuambia, hapo unaonaje? Naambia, mimi mwenyewe kiukweli sielewi. Na uhakika wengi hapa tuko kwenye hiyo aina ya hayo mahusiano ambayo huyaelewi. Na hakuna kitu kigumu kama kuwa kwenye ndoa au mahusiano ambayo ukienda ofisini unaheshimika, unaitwa mkurugenzi, unaitwa mrajisi, unaitwa fulani, alafu ukirudi nyumbani mkia kwenye miguu. Wife anakuambia, sikiliza, mheshimiwa wako huko, tutachenjiana hapa. Unatamani ungekaa ofisini miaka yote, lakini ndio hivyo, inabidi uende nyumbani. Na bahati mbaya huyo ndio uliyemwambia mpaka kifo kitutenganisha. Unakaa usiku unamwambia Mungu, hivi kifo anakujaga lini? Mama moja akaniambia, nikiamka usiku saa 9 na kaga na muangalia mume wangu, tumegawana mashuka na shuka lake anajifunika juu mpaka chini, yaani ukiona utafikiri yuko kwenye sanda. Nikimwangalia namwambia Mungu, huyu mwamba mpaka lini? Na hicho kikanipeleka kugundua baada ya kufanya tafiti kwamba sio wajane wote ambao wana huzuni, na sio wajane wote wanalia kwa sababu wamepotelewa na mume. Wengi wananiambia, Mauki, tunalia kwa sababu watoto wetu wamepoteza baba, walikuwa wanampenda, ila kuhusu mimi hilo niachie. Kwa unaweza ukawa hapa baba, unafikiri kwamba ukiondoka pengo lako halitozibika, labda la meno. Lakini pengo la wewe kuwepo, nakwambia litazibika mapema. Ni vizuri ufahamu kwamba ukifanya mchezo kwenye haya mahusiano, pengo lako linaweza likazibika kabla hata hujaondoka.